Madhabahu imekuwa vitu ama jambo ambalo limezungumziwa na wengi. Wachungaji ambao wanafundisha especially habari ya deliverance na kukuza falme za giza wameyaguzia madhabahu. Wamezungumza kuhusu madhabahu za kila aina, na siku ya leo jina madhabahu ni jina linalotumika na Wakristo wengi sana, ila ningependa kulizungumzia kuhusu madhabahu. Watu wengi wanateswa ndio na madhabahu, wanateswa na nguvu za giza kutoka maeneo tofauti tofauti, ila ningependa niseme madhabahu ni mlango ama ni maeneo ambayo ufalme wa giza unaweza tokea ukaja katika ufalme wa asili. Ni maeneo, ni njia ambao roho anaweza toka rohoni akakuja katika dunia ya kawaida. Kila wakati ambapo ufalme ambao wa rohoni umetoka rohoni ukakuja duniani, ulipitia njia ya madhabahu. Inamaanisha kuna mtu aliyetoa sadaka, aliyetoa kafara, akasababisha roho utoke rohoni ukuje katika dunia ya kawaida kwa makusudi ambayo ataipatia. Kuna roho ambazo zimekuja zikiwa na makusudi ya kuharibu ama kuua, kumaliza. Wengine wameziita roho zije ama wametoa kafara ili maroho yakuje yaweze kuwalinda. Roho za mizimu ama maroho ya wafu ni maroho ambayo yametumiwa zaidi na watu maeneo mbalimbali ili wakaweze kupata ulinzi kutokana na haya maroho. Ila madhabahu ni hiyo njia ama maeneo ambayo kumekuwa na hali ya roho kutoka rohoni ikuje katika mwilini. In other words, tunasema ni maeneo ya kubadilishana. Roho itoke rohoni na ikuje mwilini na mtu aweze pia kuingia rohoni. Kwa maeneo hayo ama njia hiyo ndiyo inayoitwa madhabahu. Wakati Yakobo alilala chini na hapo malaika wakawa wanatoka juu wakipanda, alisema hii itakuwa madhabahu. Kwa nini? Ama kuna uwezekano wa roho malaika kutoka mbinguni wakuje maeneo hayo na wapande juu, na kwa hivyo hiyo ikawa ni madhabahu. Na kwa hiyo tunaelewa ya kwamba mahali popote kulipo na madhabahu, iwe ni chini ya mti, iwe ni juu ya mawe, ilikuwa ni maeneo ambayo iko na uwezo wa kusababisha maroho yatoke rohoni yaje katika duniani. Either iwe ni roho ya mbinguni ama ya Mungu, ama iwe ni maroho ya kawaida, yote ilihitaji madhabahu. Na ndiyo maana hata wakati wa Elija wale manabii wa Baali walitengeneza madhabahu yao wakawekelea ng'ombe ili mamlaka ama nguvu za Baali zije zichukue hiyo ibada ambao walioitoa kwa hii kafara kwa hiyo miungu. Na pia Elijah upande mwingine naye akatengeneza madhabahu ili hii madhabahu isababishe Mungu aje apokee sadaka. So madhabahu ni maeneo ambayo sadaka hupokelewa, ni maeneo ambapo nguvu za giza hutokea ama nguvu za kiungu hutokea, zinakuja kukutana na watu ambao wako katika dunia ya kawaida. Hiyo ndio tunayoiita madhabahu. Madhabahu basi iko katika aina kadhaa, kuzia chache, lakini hizi aina ziko na sababu ama ziko na aina ya mamlaka ambayo inatokea kupitia hizo madhabahu. Na hiyo haimaanishi falme ni mingi. Ukweli ni kwamba kuna ufalme wa giza na ufalme wa mwangaza. Kuna ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani. Na ufalme wa Mungu uko na madhabahu ambao tunaita madhabahu matakatifu ama madhabahu ya mbinguni. Hiyo ndio madhabahu ya Ukristo, madhabahu ya kanisa, madhabahu ambao haipokei sadaka aina ingine ila sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Ni madhabahu iliyotolewa sadaka ya damu ya Yesu Kristo alipokufa msalabani, na kuanzia hapo hiyo madhabahu haitishi sadaka aina ingine ya damu apart from sadaka ya Yesu Kristo iliyotolewa hapo. Hiyo madhabahu ni moja. Kanisa hata zikiwa milioni moja zinatumia madhabahu moja kama hizo kanisa ni za kweli. Kama hizo kanisa hazitumii nguvu zingine,
zinatumia madhabahu moja ambao ni madhabahu iliyotolewa kafara na Yesu Kristo, nasi hatuhitaji kutoa kafara ingine zaidi ya ile ilitolewa na Yesu Kristo. Katika ile upande mwingine wa shetani kuna madhabahu, na shetani aliogopa kujitoa yeye mwenyewe kama sadaka ili watu wake waache kung'ang'ana wakitoa sadaka. Na kwa hivyo hiyo ni madhabahu zinahitaji damu, zinahitaji maziwa, zinahitaji vitu, zinahitaji kila kitu. Actually, hakuna kitu ambao madhabahu ya giza haihitaji, inataka vitu vyote. Na sasa hizo madhabahu ziko tofauti ili zikaweze kupokea vitu vyote kutokana na watu kutoka maeneo tofauti. Madhabahu ya kwanza tunaita madhabahu iliyoko katika mchanga, madhabahu ambao iko katika nchi kavu. Ni madhabahu ambao kunatokea mizimu ama mamlaka ama nguvu za giza kutoka kwa mchanga. Hii nguvu za giza ambazo zinatokea kwa mchanga zinaanza kufanya kazi na wanadamu. Mara mingi tunasema ni maroho ya makaburi ama roho ya waliokufa, tunaita the ancestral spirit ama roho ya wafu. Watu waliokufa na wakazikwa, maroho yao inatokea. Na hii ndio maana utapata kuna watu kabla hawajakula wanamwaga kidogo. Hiyo wanamwaga, wanasema wacha tupatie mababa yetu wakule pamoja nasi. Au mababa ni maroho ya watu waliokufa, na ni mizimu, ni maroho ambayo inaitwa na Kiingereza the ancestral spirit. Na Kiswahili ni mizimu, maroho ya wafu. Hiyo madhabahu inafanya kazi na watu tofauti tofauti. Mara mingi ukienda kwa daktari wa kienyeji ama wachawi utarealize wanatumia hii madhabahu sana. Ndio maana wakikuja kutinga boma lazima wawe na kitu kidogo watachimbia chini ya mchanga. Wanaichimbia chini ya mchanga kwa sababu ina connect na mizimu ama maroho yaliyo chini ya mchanga, na ndio maana wanachimbia hiyo kitu hapo chini ili kuanzia hapo ulindwe na madhabahu iliyo katika mchanga. Inamaanisha hiyo kitu wameichimbia hapo itabaki kuwa madhabahu ambapo mizimu itapitia hapo, itokee ikuje kwa hiyo boma itimize yale makusudi itakayokuwa nayo. Hiyo ni madhabahu ya giza, na hiyo ni madhabahu ya mizimu. Madhabahu ya mizimu inatumiwa na wachawi na inatumiwa na waganga. Waganga wale wa zamani wengi hawakutumia nguvu zingine ila nguvu za mababu, na hiyo ndio maana unasikia wakisema wacha tuulize mababu wanataka nini. Mababu ni mizimu ambayo inakaa chini ya mchanga, lakini inainuliwa ama inapewa uhai ama mamlaka ya kutoka duniani wakati inatengenezewa madhabahu. Kitu inachimbiwa chini alafu inamwagiliwa damu ama inamwagiliwa maziwa ama inapewa kafara ya aina ingine yoyote. Kuanzia hapo hiyo madhabahu inaanza kuzungumza na inaanza kuachilia mamlaka ya giza. Hapo ndipo falme upitia, hapo ndipo mapepo inapitia ikikuja kufikia watu walio duniani, sababu imetengenezewa mahali ambapo itakuwa inatokea na inafanya yale ambayo inahitaji kufanya katika hiyo boma. Na hiyo ndio inasababisha boma ambayo imefungwa, imechimbiwa hizo vitu katika kila kona, na hiyo inamaanisha katika kila kona kuna madhabahu ya mizimu. Hiyo kona ingine kuna madhabahu ya mizimu, na watu waliokufa wamezingira hiyo boma kiwango ya kwamba mamlaka ingine yoyote ikikuja inatafuta kifo, sababu hao watu ni kifo yenyewe na wanaweza ua. Hiyo mizimu ni kifo yenyewe na inaweza toa mtu katika hii dunia. So hizo madhabahu zimezingira hiyo boma, inasababisha hiyo boma iwe imelindwa na hakuna kitu inaweza ingia, lakini ni kwa ajili kuna madhabahu. Madhabahu ya wafu ama madhabahu iliyo katika mchanga haiishi kwa ajili ya watu walioiweka kuaga. Ni madhabahu ambayo inabaki na inaishi na inaweza chukua miaka na miaka katika maisha ya watu na katika hiyo familia, na inaweza sababisha maroho itokee katika hiyo familia, na inaitisha kafara ama sadaka kila wakati ili iwe active. Nguvu za kila madhabahu inakuanga ni sadaka inayowekwa hapo. The more unatoa sadaka, mara mingi unapotoa sadaka unaitia nguvu na unasababisha iwe na nguvu.
Na kwa hivyo madhabahu ya mizimu inakuwa na nguvu ikimwagiwa chakula chini, ikimwagiwa damu chini, na usipoimwagia damu inajimwagia yenyewe. Itasababisha watu wa hiyo familia waanze kukufa moja baada ya mwingine. Ng'ombe na mbuzi za hiyo familia utapata imeanguka na haina damu. Watu wanasema ni majini inakunywa damu, ni nini inakunywa damu, lakini ukweli ni kwamba kuna madhabahu katika hiyo familia iliyoinuliwa na ikachimbiwa chini katika hiyo mchanga, na vizazi na kizazi zilizokuwepo na saa hizi hazipo. Madhabahu aina ya pili ni madhabahu iliyo angani, madhabahu ya giza. Madhabahu iliyo angani inakuanga madhabahu ambayo inatoa mamlaka ya giza inayoitwa mapepo. Kuna tofauti ya mizimu na mapepo, sababu pepo ni roho iliyo peponi, iliyo angani. Hii ndiyo madhabahu ambayo inakuanga na zile maroho zinaitwa the principalities, ambayo Biblia imezungumzia, na kingdoms of the air, ufalme za angani na maroho ya maeneo ambao iko angani. Biblia inatuambia kuhusu Danieli ambao aliomba, lakini mfalme wa Persia akakuja kuzuilia malaika aliyekuja na ansa kwa ajili yake. Hiyo roho iliyoenda kusimama ikazuilia malaika, hiyo ni roho ya angani, ni maroho yanayokaa angani. Ukisoma kitabu cha Yeremia especially 44 kuanzia mstari wa 8 utasikia ikisema, tulipoacha kumtolea kafara Malkia mwanamke wa angani, tumeanza kuteseka, tumesumbuka na tumekosa vitu, tumeng'ang'ana na tumekuwa na shida. In other words, hii ni madhabahu ya angani ambao walikuwa wanatolea kafara, sababu Malkia mwanamke wa angani sio Mungu, sio Jehova. Tunajua ukweli, Jehova si mwanamke. So walipomaacha kumtolea kafara Malkia mwanamke wa angani, walianza kuteseka. Na hiyo ndiyo maisha ambao watu wengi wanateseka siku ya leo, sababu kafara iliyokuwa inatolewa kwenu ya angani, iliyochomewa ufumba, iliyotolewa vitu na hiyo moshi ikapanda juu, ilipoacha kutolewa, kuanzia hapo uko Nairobi, uko maeneo mengine, uko mijini, uko kila mahali ukitafuta, na baraka hazikuji, na vitu zinaonekana kukwama, vitu zinaonekana kuharibika kabisa, kwa sababu already kuna madhabahu ya angani ambayo ilikuwa inatolewa kafara, na saa hii haitolewi, na saa hii imeacha kutolewa, na hiyo madhabahu inakupanish sababu uliacha kuitoa. Maroho zinazotokea pale ni maroho ya angani, ni mamlaka ya angani. Na hii mamlaka ni mamlaka ambayo ni mbaya, sababu ina deal so much, inashughulikia zaidi mapato ya watu, inashughulikia anga ya kila mtu. Wakati tunapoongea kuhusu anga, tunajua tunaongea kuhusu breakthrough yako kuingia rohoni, breakthrough yako na maombi ya kiungu, breakthrough yako na Mungu mwenyewe. Inazuilia uwe na breakthrough na upenyo katika maeneo unayohitaji upenyo. Namba 3, tuko na madhabahu ya tatu ambayo iko baharini, ama madhabahu iliyoko ndani ya maji, madhabahu ambayo iko katika baharini. Hii ni madhabahu ambayo inaachilia mamlaka ya giza tunayoiita marine spirit, ama maroho ambayo tunayoyaita majini, maroho ya majini. Maroho ya majini ni roho ambayo inatoka katika madhabahu ya maji. Ni maroho mabaya, ni mamlaka ya giza kama zile zingine, lakini ili hii roho itokee ikuje katika dunia ya walio hai, inatokea katika maji, ama madhabahu yake iko juu ya maji. Na hii ni madhabahu ambayo imetumika sana kuleta utajiri kwa watu wengi ambao wanatafuta utajiri na njia ambayo haifai. Wanatumia maroho ya baharini ama maroho ya majini, na wanainua madhabahu ya majini katika familia zao. Hata hivyo, kuna waganga ambao wanatumia maroho ya majini kufanya uganga wao, na hawa waganga wamemaliza watu wengi, sababu watu wengi wamechukua majini bila kujua wamechukua majini, ila walipoenda kwa hao waganga ama madaktari wa kienyeji, walipata hao wanatumia majini kutibu, ama madhabahu wanayoitumia ni madhabahu ya baharini. Na kwa hivyo wakati waliwatibu, waliwapea mbegu, wakawaambia enda uitupe chini ya kitanda.
ama wakawapea kitu wakawaambia enda uiweke mahali fulani. Na hiyo kitu, as far as hiyo kitu iko hapo, imekuwa ni makao ama ni mlango unaofungulia maroho ya majini yatokee katika dunia ya watu wa kawaida yaweze kufanya kazi. Na kwa hivyo baada ya siku chache unaanza kupata kuna mambo fani yanayofanyika na haujui ni nini inaendelea. Unashindwa majini yalitoka wapi, unashindwa ni kwa nini haya mambo yanafanyika, ili hali hayo mambo yanafanyika sababu ya majini ambayo umeyapata wewe bila kujua. Kwa wakati huu tunapozungumza, kuna watu wengi ambao wamechukua majini lakini hawajui kama wamechukua, sababu walipoenda wakatibiwa na daktari wa kienyeji aliyekuwa na tibu na majini, wao hawakujua ya kwamba wamepokea majini, lakini ukweli ni kwamba walipokea majini bila kujua, na hiyo majini siku ya leo inawatesa. Hiyo majini siku ya leo wanajiuliza nani ameituma, ila majini haijatumwa na mtu. Majini ndiyo pepo aina yake peke yake ambayo inapenda kuonekana na macho ya kawaida. Majini inaweza ikajifanya kuwa paka, inaweza ikajifanya kuwa mwanamke, inaweza ikajifanya kuwa mwanamume. Majini inaweza ikajifanya kuwa picha na ishikili na ikae kwa ukuta. Majini inaweza ikawa kiatu na unaivaa kila siku. Majini inaweza ikawa mke ama mme wa mtu, na kila mahali anaenda anakuwa kona wasichana, lakini hao wasichana si wanadamu au ni majini. Majini ndiyo roho pekee ambayo inaweza ikachukua pesa na ikakuletea pesa ukiwa unaziona. Inaweza ikaiba pesa kutoka kwa mtu na ikailete mahali huko. Hii ndiyo pepo ya kipekee ambayo iko na hiyo uwezo, lakini ili ifanye kazi kwa mtu lazima ainue madhabahu ambayo tunaita madhabahu ya baharini ama madhabahu ya majini. Na hii is one of the dangerous, ama ni baadhi ya zile maroho hatari katika maisha ya wanadamu, baadhi ya maroho machafu na mabaya katika maisha ya wanadamu. Kuna watu ambao wanasema haya maroho, kuna yale mazuri na kuna yale mabaya, lakini hii ni roho ya baharini. Hii ni maroho mabaya kumfululizo. Hakuna roho nzuri ambayo inatokea katika bahari, ila hii ni roho mchafu. Biblia inatuambia katika Zaburi 74 mstari wa 13 ya kwamba Mungu mwenyewe alimvunja yule mnyama mbaya aliyekuwa baharini. Maandiko inasema inamuita Leviathan ama roho joka mkubwa ambaye alikuwa baharini. Maandiko inasema Mungu mwenyewe alimumaliza, alimcrash yeye mwenyewe, joka mkubwa ambaye alikuwa baharini. Hapo baharini hakukuwa na Roho Mtakatifu, hapo baharini hakukuwa na roho mzuri. Alikuwa mnyama mubaya, aina ya dragon, aina ya python, aina ya joka mkubwa ambaye alikuwa tayari kumeza maisha ya watu, tayari kuangamiza kesho ya watu, tayari kumaliza kesho ya watu. Hii madhabahu ya baharini ni mojawapo ya madhabahu hatari ambao watu wa Mungu wameinua bila kufahamu. Watu wa Mungu wamejipata juu ya hiyo madhabahu bila ufahamu. Madhabahu sio kitu ya kuchezea, na madhabahu haivunjiki rahisi, ila madhabahu humalizwa nguvu na madhabahu nyingine. Watu walio katika madhabahu ya aina hii wanahitaji kuinua madhabahu matakatifu imalize nguvu madhabahu ya giza, ama ishushe uwezo wa madhabahu ya giza. Hii ni ngumu, lakini inawezekana ukiwa pia umepata wachungaji ambao wanaelewa kuhusu mambo ya kiroho kwa undani. Hiyo itakusaidia na utaweza kufunguka katika yale unayoyapitia. Mungu awabariki na awe pamoja nani.